Mama, kuna jambo limejitokeza. Tatizo gani tena? Nilikuwa huko nje napita mama, nikamkuta Gavaji nikiwa jielewi kabisa ni kichaa. Yes. Gavaji ni kichaa? Gavaji ni kichaa, amechanganyikiwa. Lakini Mungu nilikufanyia nini? Ajielewa alikuwa amechakakaa. Mama, tatizo. Dokta msaada. Dokta. Msaada. Amekuwa je? Sijui ile. Hebu mwamshi. Ndugu yangu Chaka, mpaka sasa nimekaa hapa zaidi ya masaa kama 4 au 5. Ndio najua hilo baba. Nimemuleta nani hapa akiwa amepata ajali, yuko katika hali mbaya. Nikawa nimempigia mama yake nikiwa na imani ya kwamba akifika mimi nitaenda kazi zangu kama unavyofahamu. Ndio. Lakini sasa nashangaa na yeye sasa ndio hivyo, magonjwa yamemgusa ndio hivyo. Sasa sijui tufanyeje mpaka hapo. Mimi ninavyoona isiwe noma. Tukae hapa tuwauguze. Kwa sababu nao ni mmoja wapo wa familia yetu. Sawa, kuuguza ni sawa, tunaweza tukawauguza. Lakini kumbuka nina kundi linanitegemea. Hilo kundi sasa, wewe fanya hivi, waambie kwa umepata dharura. Tuwauguze kwanza, wakishapona utaendelea. Sawa, mimi naona kitu kimoja. Ndio. Nitafanya hivi. Nikipata yani nikiwa naenda kwa ajili ya kulichunga lile kundi la Mungu, ndio. Nitakuwa na kuacha unawauguza. Ukipata dharura mimi narudi, wewe unaenda. Hakuna noma. Sawa, haina shida ndugu yangu. Nimekuelewa. Sawa, haina shida. Ngoja tusubiri majibu ya daktari anasema. Sawa. Sawa. Mchungaji, nafikiri dawa niweka huko. Ndio. Na fikiri na hii begi ni ya kwako, si ndio? Ya, ni ya kwangu. Na hii dawa, kuna dawa za huyu na huyu na mama, kwa sababu mama anaona mshtuko wa moyo na ina maana kuna ana tatizo la pressure. Sawa? Ndio. Na huyu nafikiri matibabu niliyompa atakuwa sawa. Mama nafikiri dawa nilizomwekea huko pia naye atakuwa sawa, atapata nafuu na atapona na ataondoka na tatizo hilo. Lakini mama, nimekusii muombe sana Mungu, maana familia yako haiko sawa. Yaani ukimwona tu unajua leo kazi tunayo. Kazi. Anakuangushaje huyu? Wewe. Acha. Sijawahi kuwa na mashaka naye hata mara moja. Ila nikimwona mimi nasikia kumbe nini? Dakika 35. Tulia dogo. Nahitaji baada ya masaa mawili nipate taarifa nzuri. Sawa boss. Hiyo kazi mbona naweza nikaimudu peke yangu? Sikiliza jamaa. Huyu jamaa mshono wake ukoje? Boss, kwanza sikiliza, asitaki nini? Ataki maneno mengi. Hula miaka mingi? Nyama. Basi atoa mshono, kimbia. Okay. Mimi naona uendelee kumtafuta kwa sababu atafuta achoki. Na tena jaribu urudi.
Ngoja nijaribu tena. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Thank you for choosing Vodacom. Number you're calling is currently not reachable. Nataka ipatikane. Kwa hiyo utawahi kuwa na namba nyingine? Kwa nini usiende kumtafuta shemeji yako? Hapana, siwezi kwenda kwa shemeji. Kwa shemeji utaenda kwa sababu ukitazama katika maandiko matakatifu yenyewe yanaeleza. Mathayo sura ya 5 kuanzia mstari wa 7. Kuna maneno hapo. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Sawa mwanangu? Sawa mama, nimesikia. Uende kwa shemeji yako. Sawa. Haya. Basi naweza nikawaaga. Na hivyo basi gharama huyu kijana ameweza kujitolea. Ameweza kujitolea gharama zote na ameshalipa tayari. Kwa hiyo amgawi chochote. Naomba muje kumpeleka nyumbani. Wewe. Vipi mnyanyue mama? Kwani na huyu hapa mgonjwa? Tumpeleke mama kwanza. Mama mgonjwa ameshapona. Mwekee care hali ya juu. Sawa daktari, sawa. Mwekee care hali ya juu. Sasa nini sasa? Sasa mama sitamfikisha. Jamani, Chaka. Shika mama, shike mama Scott. Ila sijapenda, mnaniuzi. Mama ndo anataka tunatakiwa tumwekee gadi. Hamna, mmeniuzi mimi. Shikia hapa. okay. Basi safari njema. Maumivu moyo wangu unayajua, ya Rabbana, yaliyofichikana unatambua, na tena sana. Ni mwezi huu wa 3 minaugua, raha sina, machungu na mateso nayopitia wayaona. Najua kwa yote kadari yako ndiyo umenipangia, kikubwa naomba subira kwako niweze kuvumilia. Usiku kucha na kesha mawazo, yani chungu mzima. Maisha yangu yamezongwa vikwazo, pa kushika sina. Marafiki wamekwenda mbali, sina hata wakunijali. Wamechoshwa na yangu hali, wallahi ni ngumu safari. Maumivu ya Rabbana, maumivu siwezi ficha, nimebeba mzigo kwa moyo, nauliza Mungu, mbona mimi? Ya Rabbi ya Qahari, mja wako dhaifu, siwezi shinda qadari. Nilikuwa na furaha, sasa machozi yanani. Kuna kimbilia, hakuna mwengine tena, na kulilia hali jondole. Najifanya niko sawa mbele ya watu, maumivu mwilini, maumivu yananinyima amani, yamenitanda moyoni, nimebeba mzigo kwa moyo, yananitesa mwenzenu. Nishike, nivushe, nikinge,
ilinigeuka kimya. Uchungu huu unanibeba, unanimaliza, roho inalia, machozi hayaishi. Najifanya niko sawa mbele ya watu, lakini ndani najikula.